Kwa majina naitwa Adija Ahmed Mfaume Mbuma. Mimi ni mwenyeji wa Dodoma Kondoa. Na niko hapa mbele yenu na changamoto ya mtoto wangu. Anaitwa Fatuma Rashidi Shabani. Mwanangu huyu mnavyomuona nilimzaa kawaida tu. Ila mwanangu alikuja kupata changamoto baada ya miezi 6. Alikaa tu vizuri na kutambaa, lakini kusimama ndio ilikuwa changamoto. Ukimsimamisha miguu yake asimame. Lakini kadri alivyokuwa anaendelea kukua, ikawa hivyo, anatambaa, anacheza vizuri. Baadaye ilifika mwaka na nusu, ikabidi nimpeleke hospitali ya wilaya pale Kondoa. Nilivyompeleka wakampima pale, ikaonekana hana shida yoyote, ila walinisisitiza nimlete CCBRT Dar es Salaam. Nikawaga nimemleta huko CCBRT Msasani huko Dar es Salaam. Akafanywa mazoezi. Kwa uwezo wake Mungu alisimama. Nilikaa Dar es Salaam miezi 3, nikarudi nyumbani. Alipofikisha miaka 2 aliinuka akatembea. Lakini jinsi mwanangu alivyokuwa anazidi kukua, alikuwa anajielewa tu. Alikuwa hata akiniona ananichangamkia, ananijua kama mimi ni mama. Hata ukimpa vitu vya kuchezea anachezea, mpaka hata visimu vile vya watoto vile alikuwa ukimpa anachezea kabisa, anaweka masikioni kama vile watu wanavyoongea na simu. Basi baada ya hapo, jinsi alivyozidi kukua, akawa anapoteza kumbukumbu. Ndio hivyo akawa hata anajisaidia, unakuta akijisaidia kama upo anacheza na kinyesi. Anachezea kinyesi mwenyewe, kinyesi chake. Mimi nikasema bwana, hii hali sio ya kawaida kwa huyu mtoto. Kwa sababu mimi ni mama wa watoto 7. Huyu ni mwanangu wa 5 kumzaa. Basi nilivyoona hivi, nikampeleka hospitali tena. Hospitali wakanishauri nimlete Dodoma, nimpeleke Dodoma pale General. Nilivyompeleka hospitali ya Dodoma, walimwangalia, wakaniambia mtoto wangu ana changamoto ya kupoteza kumbukumbu. Basi wakasema ila kama ungekuwa una uwezo, tungekuandikia kipimo kile cha CT scan uende ukafanye, ili ujue mwanao ana shida gani kwenye kichwa, labda kwenye mishipa hii ya fahamu anadai. Basi na mimi nilikuwa sina uwezo, nilirudi zangu nyumbani. Nikaendelea tu kumlea mwanangu. Alikuwa anakaa tu kawaida. Lakini jinsi alivyozidi kukua, alivyofikisha kwenye miaka 4, kukaa naye tena ikawa ni mtihani. Akawa hawezi kukaa. Nimemlea hivyo. Nikasema bwana, hii hali sio ya kawaida. Nikaendelea kukaa naye tu nyumbani kutokana na hali yangu. Mimi mwenyewe ndo nitoke nikatafute. Alafu mtoto kama hivi unamfungia tu ndani na watoto wengine wananitegemea. Basi nimekaa naye, jinsi anavyozidi kukua hali ndio ikawa inazidi kuwa mbaya. Kuna dalili ilionyesha huko mgongoni, kwenye mgongo wake, hizi pingili za mgongo, yaani ukiangalia kabisa mgongo unakuwa umepinda, alafu kuna nyama zikawa zimevimba kwa hapa kwa hapana, kama vile mtu mwenye kibiongo. Basi ndio nikaja tu mwaka jana ile mwezi wa 8, nikawa nimempeleka hospitali. Nilipompeleka hospitali, wakampiga x-ray, wakaniambia mwanangu ana shida kubwa. Kwa hiyo wakaniambia nimpeleke Benjamin Dodoma. Basi na mimi nilikuwa sina hela hata ya nauli. Ikabidi niende kule kuhangaika, niuache mazingira nyumbani vizuri. Basi nikaenda kuomba kule stendi kwenye magari msaada, nikapatiwa msaada wa tiketi 2, tukakatiwa tiketi. Tukaja Dar es Salaam. Tulivyoenda Benjamin kwanza, walivyompima wakasema hawana uwezo wa matibabu yake ya huyu mtoto wangu. Huo ugonjwa wake hawezi kutibiwa pale Benjamin. Inatakiwa aje aletwe Moi Muhimbili. Basi na mimi nilikuwa sina hela, ikabidi tena nifunge safari nirudi nyumbani Kondoa. Nilirudi nyumbani Kondoa, ndo nikakaa pale Kondoa. Nikahangaika mpaka nilipopata tena staff za kuja Dar es Salaam.
ndo nikaja hapa Dar es Salaam. Nimekuja mwezi wa 9. Tangia mwezi wa 9 mpaka leo niko huko Dar es Salaam. Nimepambana vya kutosha na mtoto wangu. Nilienda hospitali pale Moi, akafanywa tena vipimo upya, wakanipa gharama za matibabu za mwanangu. Operation yake ilikuwa inataka milioni 6, yani milioni 7 kasoro 300,000. Nilichoka kwa kweli.